Okay, na baada ya Nikki kutimuliwa na mshikaji Steven kisa mpenzi wake anakuja, alienda kumpa Melody story nzima kuhusu ukatili wa jamaa na romba alokuwa nayo. Melody anamwambia kuwa anatakiwa kuwa mvumilivu, anatakiwa kuvumilia. Maana anataka ukuweka wewe kwa mchepuko wake. Stari ana mpenzi lakini anatakiwa uelewe hilo. Wewe utakuwa mchepuko tu, kwa hiyo kama future wife wake anakuja, sio unatakiwa uondoke ili asije akagonganisha magari au sio. Lakini Nikki alimfokea Melody pale, nifikioni una akili timamu kubwa na wewe lijinga kabisa sisi. Wewe ni chizi Unanionaga vipi lakini wewe mpaka ujaribu kufungua mdomo wako kwa mimi ni mchepuko? Unanionaga vipi mimi? Na uzuri wote huu unasubutu kusema mimi ni mchepuko kweli? Umesahau kuwa nimejuana na jamaa kwa sababu yako? Nikki alionekana kuongea kwa uchungu sana kisa alimtania hapa rafiki yake kwa atakuwa mchepuko wa jamaa. Chukia kabisa maki si mrembo. Anajiona yeye ni wife material, anatakiwa kuwa yeye ndo mwenye nyumba, bi mkubwa kabisa, ni hataki kuwa mchepuko. Upande mwingine ni hao wapenzi wawili ambao hawajawahi kufanya chochote toka wakutane. Ni kila mara wakikutana ni lazima mwanamke apigiwe simu za ofisi na kumwacha jamaa vibaya. Hapo wapo kwenye bedroom ya jamaa. Demo amepigiwa simu ya kazi kwamba kuna mambo hayako vizuri hata kidogo. Na baada ya maongezi marefu jamaa alichukia sana. Alichukia mno maana anajua hiyo ndo kawaida yake. Kila siku akikutana lazima simu za kazi ziwe nyingi sana. Leo imekuwa kama obstacle kwenye kufanya jambo lake. Jamaa aliamua kumuita Nikki kwa niaba ya kumomba msamaha kwa kitendo alichomfanyia kumfukuza kisa huyu mpenzi wake ambaye hajawahi kumfanya chochote. Anamdharau sana maki kila akiwa pamoja. Anapigiwa simu na anaamua kuondoka na kumwacha jamaa alivyomkuta. Kwa hiyo baada ya kumfukuza Nikki kama mtu ambaye asimfahamu vile, alijaribu kumuita Nikki ili amuombe msamaha kwa kile alichomfanyia, kumfukuza ndani. Kisa mpenzi wake ambaye angejua labda atakuja kumfanyia kituko kama hichi, asingemfukuza Nikki. Nikki anamwambia kuwa kwanza una bahati sana. Nilikuwa nishasema kwamba yani namba yako na iblock, siwezi nikaja kuongea na wewe tena. Wewe kama una mpenzi wako, kwa nini unanisumbua mimi lakini? Kwa nini usitulie na mpenzi wako? Kwa nini kila saa unaniita mimi, unanisumbua ili baadaye uje unionyeshe dharau kama ulivyoonyesha jana? Sijawahi kukukosea hata mara moja. Nalalaga kwako utafikiri umenioa, ila yote hayo unaniona kama mimi ni mjinga kabisa, ninakosa la kufanya. Mwanamke anayekusumbua kila siku ndio unamuona wa thamani kwako kuliko mimi ninayekujali. Kwani kwangu unataka nini? Hebu niambie basi kitu kimoja. Kwangu unataka nini? Unachokitaka kwangu nini? Wako unanisumbua sana ni. Lengo lako ni kunidhalilisha mimi, kunisumbua. Jamaa alimuomba sana msamaha na kukiri kwamba haitojirudia tena. Anamwambia nyumba yangu bila uwepo wako ni kama jehanamu. You mean a lot to me Nikki. Hamna shughuli yote inayoendelea bila uwepo wa Nikki. Na kama unavyojua wanaume tumeumbwa na power ya kushawishi mwanamke. No matter how far as you may be, utakubali tu. Mwanaume ndo kashasema. Mshikaji Steven alishusha maneno matamu kwa Nikki na kusahau kitendo alichofanyia. Alimtoa Nikki out. Anamfariji ili asahau kabisa yote yaliyopita. Chezea mwanaume wewe wazee. Na baada ya kuenjoy sana kule walipokuwa, wakaja kumalizia raha zao mpaka kwa jamaa mara mkumbatie Nikki sijui mara afanyeje. Kwa nini huyu jamaa sikae tu na Nikki? Bwana Nikki ni mzuri sana Bwana ni mrembo sana. Kwa nini amwe kukaa na dadake ambaye kila mtu anamchapa matukio Makweli kipenda roho la nyama mbichi. Jamaa alimota sana Nikki leo. Aliamka na kusema mbona huyu Nikki tumejuana muda mfupi tu. Na raha anazonipa ni kama tumejuana muda mrefu sana uliopita. Mpenzi wangu nile naye kwa muda mrefu, yani kila siku amekuwa kunipiga matukio. Kwa mara ya kwanza sasa naona moyo wangu umempenda Nikki. Nampenda sana na nafikiri nitamwambia sasa awe mpenzi wangu. Upande mwingine tunamwona Nikki naye anakosa usingizi ni kumwaza jamaa tu. Nguvu ya upendo imeanza kuonekana ni pande zote mbili. Yalianza mazoea, utani sana kulala sehemu moja bila kufanya chochote, ila upendo umeanza kuzunguka kwenye kuta za moyo wa kila mmoja. Shuhudia shughuli hiyo jamaa baada ya kukosa usingizi sana, anamota anytime. Akaona kesi. Akaona amvutie waya mpenzi wake ajaribu kuongea naye angalau asikie sauti. Bila kujua bidada Nikki alipo na yeye amekosa usingizi. Kama jamaa alivyokosa usingizi ndivyo binti naye amekosa usingizi Jamaa anamuota Steven, anamuota Nikki naye anamuota Steven. Nini kitachojiri? Akaamua kumpigia simu na kumwambia kuwa najaribu kutafuta usingizi kwa nguvu ila sipati. Kila nikifumba macho naona tabasamu lako na hisi tupo pamoja anytime. Binti naye bila unafiki akajibu kuwa nishajaribu kujikaza na mimi lakini usingizi hauji kabisa. Kwanza sana. Ongea basi neno moja Maongezi alinoga sana, unajua tena. Usiku wa manane unapigiana simu nikiwa mtu apate usingizi. Baada ya maongezi marefu hapo ya mahaba kama hadiana kwamba asubuhi mapema kutane kwa jamaa. Na kama walivyokubaliana asubuhi na mapema Nikki alikuwa ashafika kwa jamaa. Jamaa aliona hawezi kuvumilia mateso yote
hayo na kumwambia Nikki, mimi nakupenda sana Nikki, please naomba uwe girlfriend wangu. Nikki alijibu kuwa siwezi kuwa girlfriend wako kama bado unampenda yule mpenzi wako. Jamaa akasema trust me Nikki, trust me, toka nimekutana na wewe naona kabisa moyo wangu umejaa na furaha, amani iliyopitiliza yani. Kwa sasa nisi kama nafsi yangu ipo sehemu salama Nikki, please naomba unipende Nikki, na kuahidi nitakuonyesha mapenzi, nitakuonyesha upendo ambao hujawahi kuona yani, love from another planet. Nitakuonyesha upendo kutoka sayari nyingine ambao hujawahi kuona, hujawahi kusikia hata kwenye redio. Kuna wanaume wanajua kudanganya. Nikki alikaa kimya anasikilizia maneno yale yanapopenya kwenye kuta za moyo wake na kusema kuwa hivi ni mwanamke gani ambaye anaweza kukataa kuwa kwenye mahusiano na handsome boy kama wewe? Nakupenda pia baby. Walifurahi sana, na baada ya kukubaliana kuwa wapenzi, mabusu 5,000 1,000 alishuka chapu pale na kumwambia Nikki kuwa asante. Kisha akasema kuwa Nikki, nitakupa zawadi kwa hicho ulichonifanyia. Nilikuwa sidhani kabisa kama unaweza kukubali kuwa na mimi, na kuahidi kuna zawadi nitakupa kwa ajili yako Na siku iliyofuata bana, kama alivyoahidi, alitima kuona Nikki akiwa na ndinga kabisa, ndinga mpya aliyomnunulia. Nikki hakuamini kabisa, alifurahi sana tena baada ya kupata gari, maana alikuwa nayo babake alinyang'anya ufunguo kwa sababu hataki kufanya kazi kwenye kampuni yake kama amechukua ufunguo wa gari lake. Kwa hiyo muda wote walikuwa hana gari. Sasa shukrani zilikuwa 10,000 kwa jamaa. So nakana mpenzi wako mtoto mwenzio bila kumpa chochote kuanzia sasa mpe mpenzi wako zawadi. Kama una uwezo wa kumnunulia gari basi mnunulia hata simu, wanawake wanataka mazawadi. Upande mwingine ni dadake Nikki ambaye yupo busy sana na kazi. Yeye ndo alikuwa mpenzi wa jamaa. Hapo yupo ofisini tu kama kawaida yake hawazi mapenzi, hata kula kwake inakuwa ni issue. Kila muda anawaza kazi tu, contracts na kupiga simu za ofisi anytime. Nimpigia jamaa Steven simu, ila majibu aliyojibiwa alikata simu moja kwa moja. Jamaa ana muda naye tena. Yupo busy kwenye penzi jipya kilo 100 Penzi limedoga, penzi lina meremeta. Wanaenjoy, walipiga stories nyingi sana za kila aina. Siku nyingine tena walikutana sehemu nyingine tofauti wakipata lunch kama kawaida yao. Jamaa alikuwa anamfanyia massage ndogo. Anaenjoy kinoma noma, utasikia wivu. Mara ghafla Adina amefika. Alitete amewafumania moja kwa moja. Amewafumania kwenye mkao wa mahaba. Haya zaidi, Adina alimuona mpenzi wake akiwa na mdogo wake Nikki. Mvi ulienda mpaka nyumbani. Adina alimuona mpenzi wake akiwa na mdogo wake Nikki. Nikki ameshangaa, Steven ameshangaa, Adina ameshangaa, make hawajuani. Ambao wanajuana hapo ni Nikki amemwona dada yake amekuja kuwafumania. Dada mtu naye amekuja kuwafumania mpenzi wake anaenjoy na mdogo wake. Basi upande mwingine ugomvi ulienda mpaka nyumbani. Nikki anamwambia dada yake kuwa ningejuaje kama yule ni mwanaume wako? Wewe ni dadangu ila hukuwahi kunitambulisha hata mara moja kwa ni shemeji yangu. Kwa hiyo tulikutana naye tukapendana. Kosa la nani? Dada amemuuliza kwa utaratibu, ni muda gani sasa tukampendane na mwanaume wangu? Nikki anajibu kuwa ni muda mrefu sana. Huyu ni mwanaume wangu wa muda mrefu sana. Nilikuwa sidhani kuwa wewe ndio yule mwanamke ambaye alikuwa anamuongelea kila siku kwa anampiga matukio. Ulimtesa sana Dina, kwa hiyo nikawa faraja kwake, na kwa sasa mimi ndo malkia. Na nampenda, tunapendana na sidhani kama tunaweza tukaachana. Dada alipigwa maneno ya dharau usoni ni mazito mno uso utavimba. Dada mtu alijaribu kumtishia mdogo wake kuwa utamwacha mwanaume wangu kivyo vyote vile, utamwacha. Ila ndio imeisha hiyo. Mzee baba alikuwa na nafasi nzuri akaichezea, kwa sasa imechukuliwa, anaiona ya thamani tena. Jamaa alipiga simu nyingi sana kwa binti upande wa pili. Alijaribu kumwomba msamaha na amwambie kuwa mimi sikujua kwa yule ni dada yako. Ila binti na hasira, kwa hiyo hakutaka kabisa kupokea simu zake kwa kuwa anaona kama jamaa yupo serious. Anawezaje kutembea na mtu na mdogo wake? Analala nao wote ndugu wa damu Kesi ilipofika kwa wazazi, wakawa wanamfokea Nikki kuwa anawezaje kutembea na boyfriend wa dada yake kama mwenye pepo ya umalaya Nikki anajaribu kujitetea kuwa dadangu hakuwahi kunitambulisha kwa Steven hata siku moja. Ningewezaje kujua kwa yule ni mwanaume wake? Tukaje kukutana sehemu tukapendana, kwa hiyo kosa la nani? Familia nzima iliwasha moto na kumshambulia Nikki. Wanamwambia kuwa uliwezaje kutembea na mpenzi wa dada yako? Kicho unachotakiwa ukifanya kwa sasa ni kumwachia Adina mpenzi wake. Yule ni shemeji yako na wala hastahili kabisa kwa Adina alitetewa sana na wazazi wake, kwani yeye ndo binti pekee anayependa kwenye nyumba hii. Basi Nikki akawa amefokewa, ameshambuliwa na matusi mengi sana na familia. Ila hata kama familia nzima ilienda upande wa Adina, ila alichokisema Nikki baada ya familia nzima kwenda upande wa dada yake ni kuwa siwezi kuachana na yule mwanaume, hata ulimwengu mzima uende upande wako Adina. Yule ni mwanaume wangu, kwa hiyo nilikutana naye nikampenda na tunapendana sana. Baada ya kusikia kauli hizo, dada aliwasha moto na kesi ikaamua kuhamia mpaka kwa shangazi. Vile shangazi alionekana kwa upande wa Adina kwa 100% na kumfokea sana Nikki. Ila Nikki aliendelea kuongea kauli ile kwa shangazi, mimi sioni umuhimu wa wewe kuingia upande wa Adina na kunifokea mimi. Adina hakuwahi kunitambulisha
maisha. Kwa sikuwahi kujua kuwa yule ni boyfriend wa dadangu. Sasa wewe ukinifokea utakuwa unanionea. Mimi nashangaa kabisa kuona familia nzima imeenda upande wa Adina. Sioni kabisa mtu ambaye anakuja upande wangu, na hajawahi kutokeaga mtu hata siku moja akaja kuingia upande wangu mimi. Kila tukioga na shida yoyote ile, kesi yoyote ile, waga mnaingia kwenye upande wa Adina. Sasa mnaonekana kunibagua mimi. Haina shida. Mtu pekee ambaye ashawahi kusimama upande wangu ni Steven, ambaye ndio hiyo boyfriend wangu mimi. Sasa nyewe watu mnaona mimi niachane naye, basi haina shida. Nitaachana naye, nitawaridhisha, nitafanya ninachokitaka. Niki alilia sana na kuona wote wapo upande wa dada yake na hamna mtu ambaye yupo upande wake. Ambaye shawahi kusimama upande wake ni huyo ambaye wanadai kuwa anatakiwa aachane naye. Dada akakazia kuwa anatakiwa waachane naye moja kwa moja, huyo ni mwanaume wangu. Na sio tamaa zako kila siku kwa sababu ya kutaka pesa, unataka kila mwanaume tajiri awe mwanaume wako wewe. Basi Niki akamwambia kwa yule mwanaume mimi sijampendea utajiri. Anajua kuniridhisha mimi, yani ananifanyia kila ninachokitaka mimi, kwa nini nisimpende? Wala sijampendea hela. Basi wakawa wameongea sana, ila wanasahau kuwa all in all ambaye anatakiwa kutoa uamuzi wa mwisho na kuchagua nani anayemtaka ni kijana Steven. Niki katika kufanya manunuzi yake, mara ghafla akawa amekutana na jamaa kwa bahati mbaya. Jamaa alianza kumbembeleza na kumwambia kuwa hakujua kuwa yule ni ndugu yake, maana asingewachapa wote. Anadai kuwa upendo na Adina uliisha kitambo sana, kwa hiyo anayempenda ni Niki. Basi upande mwingine Adina hakukata tamaa. Alifika kwa jamaa na kumkuta yupo very serious. Anamwambia tunaweza kuongea? Jamani anamwangalia tu. Aliongea sana Adina na kuomba msamaha kwa Steven na kumwahidi kuwa mpe last chance na ataacha kazi ya babake ambaye ndio inamfanya kuwa busy sana na kutokumjali jamaa. Jamaa alimwambia ulinidharau sana, ukuwahi kunijali, ukuwahi kujali hisia zangu. Nimepata mdogo wako ambaye ananijali mimi. Yeye ndio kila kitu kwangu kwa sasa, ninampenda sana. Nikiwa naye naishi shida zangu zote zinaisha. I'm sorry kukuambia kuwa sina time na wewe kwa sasa. Naimfikiria na ninayempenda ni mdogo wako. Adina alilia sana kwa uchungu, ila jamaa ndo ameshamaliza. Muda ambao alimpenda Adina alimdharau Steven, na kwa sasa Adina amempenda sana Steven, ila Steven ndo kashakuwa na mdogo wake. Alienda kwa hasira mpaka kwa wazazi wake. Anaambia wazazi wake kuwa kuanzia leo nimeachana na kazi kwenye kampuni yenu. Nimempoteza mwanaume wa ndoto zangu kisa kampuni yenu. Kwa sasa naelewa sababu za Niki kukataa kufanya kazi kwenye kampuni yenu muda wote huu. Niki ana sheria kabisa. Mko hapo wawili mnapendana, mnaenjoy mapenzi yenu. Sasa mimi mnanifikirieje? Mimi nitaendelea kuwa mwenyewe bila mwanaume yoyote yule? Mnafurahia mapenzi yenu, mko hapo mnapiga story, mnacheka, mimi naumia. Niki ana kila sababu kukataa kuendeshwa na nyie. Haya ndio mahusiano ya tatu mmepoteza kwa sasa kisa kazi yenu. Kwani kwa kuwa mimi ni mtoto ndo siwezi kuwa na haki ya kufanya chochote ninachokitaka? Maisha ni ya kwangu, msicontrol kwa kila hatua. Kumbukeni mimi ndo muamuzi wa mwisho kwenye maisha yangu. Kwa hiyo mniache nifanye kile ninachokitaka, na kama uamuzi wangu mimi kuanzia sasa imetosha, nimeacha kufanya kazi kwenye kampuni yenu. Natumai utakuwa umejifunza kitu chochote kwenye movie pendwa. Story imefika mwisho, kwa hiyo kaa karibu na PC Worldwide Movies. Tutakuletea story nyingine tamu ya moto kuliko hii. Bye bye.